Wadau, kwenye haya maisha kila mtu ako na msimamo wake na kila mtu ako na vile yeye anajua. Tukianza kuongelea story kama Mungu wako ama Mungu hayupo, kila mtu ako na maoni yake na msimamo wake. So kuna watu ambao wanaamini Mungu hayupo. Kuna watu ambao wanaamini Mungu yupo lakini sio yule Mungu mwenye dini zinamwabudu. Kuna watu ambao wanaamini Mungu yupo lakini hayuko mbinguni vile dini zinasema. Mungu yupo lakini Mungu ni nature. So kila mtu ako na msimamo wake. Ngoja tusikize hizi story za hao watu. Kwanza sikia story ya huyo. And I still insist, I don't believe that there's heaven and hell. I don't think that ati kuna siku tarumbeta itapigwa. Bingu zifunguke. Mtu ashuke. Alafu na hii tarumbeta imesikika Madagascar. Ukisikia story yake, utasikia yeye anasema anaamini hakuna mahali kama heaven, hakuna mahali kama mbinguni na hakuna mahali kama hell. Ukisikiza pia ya huyu pia iko tofauti. Does God exist? Yes. Where? In heaven. In heaven? Yes. Where's heaven? How many heavens do we have? There are about 3 heavens. 3 heavens? Yes. Where is the first heaven? The first heaven, you can call it, maybe it's like the cloud we see. Yeah. You can call it the first heaven. Okay. Then And God is not there, right? no, God is not there. He's not there. Second heaven? The second heaven is where we have maybe the galaxies and The galaxies and everything. And God still is not there. no. So people can do whatever they like in the first heaven and the second heaven. Okay. Third heaven, so God is there. That's When right. you go to third heaven, you don't have to sin, right? That's where God lives. So unaona pia huyu ako na msimamo wake, pia huyu ako na msimamo wake. Kila mtu ako na mindset yake. Lakini leo nimekuletea watu 5 maarufu ambao wamewahi muongea Mungu vibaya ama wameikana uwepo wa Mungu na kisha baadaye mambo mabaya yakawafanyikia. Mtu wa kwanza tunaanza na Joseph Bruce. Joseph Bruce ni jamaa mwenye alitengeneza hii ni meli ya Titanic. Alikuwa kati ya hao mafundi. So wakati wameweza kutengeneza hiyo meli, Joseph Bruce yeye alisema hii meli ni noma sana. Hii meli ni noma sana kiasi ya kwamba hata Mungu hazifanya isink. Kama unajua vizuri hiyo story ya Titanic, hiyo meli ndio ilikuwa safari yake ya kwanza kuenda. Hiyo meli haikufika hata mahali penye ilikuwa inaenda. Ilisink na watu wakakufa wengi sana. So unaweza ona hapo kuna kakitu hapo. Then ukiangalia mtu mwingine pia ni anaitwa Marilyn. Marilyn alikuwa kwa interview fulani, ni mwanamuziki mkubwa sana. Alikuwa kwa interview fulani na akasema I don't need God. Alisema yeye hamhitaji Mungu. So baada ya siku kadhaa Marilyn alipatikana kwa nyumba yake kama amekufa. So unaweza sema kuna kitu hapo ama ilikuwa tu by coincidence, so you never know. Mtu wa 3 anaitwa Stephen Hawking. Stephen Hawking ni mtu maarufu sana. Stephen Hawking alisema yeye anajua hakuna Mungu na Mungu hayupo. Zilipita siku kadhaa, Stephen Hawking akakuwa paralyzed. Saa hii hata vile tunazungumza hivi ako kwa wheelchair na hawezi ongea. Huyo ni mtu wa 3. Tukienda kwa mtu wa 4, mtu wa 4 anaitwa John Lennon. John Lennon ni mwanamuziki maarufu sana kutoka huko Marekani. Yeye alisema kuna wakati amewahi sema ako more famous than God. Yaani yeye ni maarufu sana kumzidi Mungu. Baada tu ya siku kadhaa akiwa kwa stage akiperform, kuna tu shabiki fulani alikuwa na bunduki. Unajua huko US watu kukuwa na bunduki ni normal. So kuna shabiki tu fulani alikuwa na bunduki hapo kwa stage na akamshoot na hivyo ndio alikufa. Mtu wa 5, mtu anaitwa Yuri Gagarin. Yuri Gagarin ndiye mtu wa kwanza kwenda kwa space. Wakati alienda kwa space na kurudi, alisema nimekuwa kwa space na sijaona Mungu. So alikuwa ni kama anajaribu kummock Mungu ama kusema Mungu hayuko. Hiyo ilikuwa ni around 1961. Venye ilifika 1968, hiyo ni baada ya miaka 7. Alianguka na ndege na akafariki. So unaweza ona hizi visa 5, hawa watu ni wenye walijaribu kummock Mungu, na nasema kummock Mungu.
na hivyo ndio walipoteza maisha yao. So sijui hapo maoni yako ni gani? Maybe hizo visa zilitokea tu yani zilikuwa tu ni ajali za kawaida tu, au wenye walikufa ilikuwa tu ni kifo ya kawaida, ama ni dhambi zao ndio zilikuwa zinawalipa. So hapo sijui, ina depend na pia mindset ya mtu na pia venye mtu yeye anaamini, uelewa wake wa mambo. Unajua hii dunia yenye tunaishi sasa, ikifika ni kuongelea dini, kila mtu ako na nini yake, ako na uelewa wake. Venye mimi naamini Mungu wangu yupo, sio venye wewe utaamini, na sio venye yule mwingine ataamini. So kila mtu ako na vile yeye anaamini. Okay wadau, acha leo tufungie hapa. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na pia kuachia comment yako ama kuachia maoni yako, unatuandikia tu hapa chini.